Je, unaweza kufikiria bei ya petroli ikipanda zaidi ya 50% ndani ya wiki chache tu bila uhaba wa moja kwa moja wa mafuta? Hii inawezekanaje na athari zake kwenye mfuko wako? Hili ndilo swali linalowatesa wengi duniani kote, hasa katika nchi zinazotegemea kuagiza mafuta kama Tanzania. Tangu mwanzo mwa Machi 2026, bei ya mafuta ya kimataifa Brent crude kutoka karibu dola 72 kwa pipa hadi kufikia zaidi ya dola 120 katika kilele chake, ongezeko la zaidi ya 66%. Hii imesababisha ongezeko la gharama ya maisha, kupanda kwa bei ya petroli na diesel kwa vituo vya mafuta, na shinikizo kubwa kwa uchumi wa nchi zinazoagiza nishati. Nchini Tanzania, EWURA ilitangaza bei mpya Aprili 1, 2026, ambapo petroli ilipanda kutoka shilingi 2864 hadi 3820 kwa lita, ongezeko la karibu 33%. Athari zake zinaonekana katika nauli za usafiri, bei ya bidhaa za kila siku na hata bajeti ya serikali. Hii si tatizo la muda mfupi tu, ni mshtuko wa kiuchumi ambao unaathiri mamilioni ya watu wa kawaida na unatishia ukuaji wa uchumi wa nchi zinazotegemea nishati kutoka nje. Je, tatizo hili linatokana na nini hasa? Chanzo kikuu ni mzozo wa kijeshi na kisiasa kati ya Marekani, Israel dhidi ya Iran ambao ulianza tarehe 28 Februari 2026. Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi makubwa ya kijeshi dhidi ya Iran, ambapo ilihusisha mashambulizi ya vituo vya kijeshi. Mashambulizi hayo yalipendekezwa kama operesheni ya pamoja ya kijeshi, yametishia Iran kwa kufunga au kuzuia trafiki katika mlango wa Hormuz au Strait of Hormuz. Eneo hili dogo la bahari kati ya Iran na Oman ni shingo la chupa la usambazaji wa mafuta duniani. Karibu 20% ya mafuta yote ya dunia, sawa na milioni 20 za pipa kwa siku, hupita hapa kutoka nchi kama Saudi Arabia, Iraq, Umoja wa Falme za Kiarabu na Irani yenyewe. Wakati wa mzozo, meli za kibiashara zililazimika kusimama, migodi ilitupwa baharini na wafanyabiashara walitangaza kutoa taarifa kutokuendelea na mikataba. Hii ilileta usumbufu mkubwa wa usambazaji, hata kama uzalishaji wa mafuta haujapungua sana. Kwa nini mafuta yanahusiana sana na mzozo huu? Kutokana na uchambuzi wa kisiasa, mafuta si tu bidhaa ya kiuchumi, ni silaha na chanzo cha nguvu katika siasa za kimataifa. Irani ina udhibiti wa kimkakati juu ya mlango wa Hormuz na inaunga mkono makundi yanayoipinga Israel kama Hezbollah. Mpango wa nyuklia wa Irani unaonekana kama tishio na Marekani pamoja na Israel. Hata hivyo, nyuma ya maneno ya usalama wa kimataifa na kuzuia silaha za maangamizi, kuna maslahi ya kiuchumi na kijiografia. Marekani inataka kuhakikisha mtiririko wa mafuta unabaki bila kizuizi ili kudumisha utulivu wa bei duniani na maslahi yake ya kiuchumi. Israel kwa upande wake inataka kuondoa tishio lililo karibu na washirika wake wa kanda kama Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu ambao ni wazalishaji wakuu wa mafuta. Vita hivi vimegeuza eneo hilo kuwa uwanja wa vita ambapo kila upande unatumia rasilimali kama mafuta kama kadi ya ushindi. Matokeo yake, bei inapanda si kwa sababu ya uhaba wa mafuta, bali ni kwa sababu ya hofu ya soko. Wafanyabiashara wananunua mafuta mapema kwa bei ya juu ili kujikinga na hatari inayoweza kutokea. Hii inaathiri uchumi wa dunia kwa ujumla, na nchi kama Tanzania ambayo inaagiza karibu 100% ya mahitaji yake ya petroli na dizeli inaona athari zake moja kwa moja kupitia gharama ya kuagiza na shinikizo kwa akiba ya fedha za kigeni. Kwa nini Afrika bado inategemea mafuta huko nje, angalau tuna nchi kama Libya? Afrika ina rasilimali nyingi za mafuta. Libya pekee inazalisha milioni 1.2 za pipa kwa siku, karibu 2% ya dunia, pamoja na Nigeria wanaozalisha milioni 1.4, huku Algeria ikizalisha mapipa milioni 1 na Angola. Hata hivyo, bara letu linabaki wategemezi mkubwa wa mafuta kutoka nje kwa sababu bara letu limetawaliwa na migogoro. Libya imekuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu 2011 na uzalishaji wake umeshuka kutoka milioni 1.8 hadi chini ya milioni 0.5.
Wakati mwingine Nigeria inakabiliwa na wizi wa mafuta na uasi wa militi. Sababu nyingine ni ukosefu wa miundombinu. Hata nchi zenye mafuta hazina bandari, mabomba au kiwanda cha kusafisha cha kutosha. Libya inategemea kampuni za kimataifa kama Eni ya Italia na Total ya Ufaransa. Uuzaji wa nje badala ya matumizi pia kimekuwa kikwazo kwa nchi za Afrika zenye mafuta, ambapo mafuta mengi ya Afrika, zaidi ya 80%, huuzwa nje kwa mauzo mazuri badala ya kusafishwa na kusambazwa ndani. Hii inafanya bei za ndani zipande pamoja na kimataifa. Sababu nyingine ni utegemezi wa kiuchumi. Nchi kama Tanzania zinategemea mafuta kutoka Libya au Nigeria, lakini gharama ya usafirishaji na bei za soko zinafanya ziwe ghali na bado zinalazimika kuagiza kutoka nje. Mzozo huu unaonyeshwa wazi kuwa siasa ya Mashariki ya Kati inaweza kugeuza bei ya nishati kuwa suala la maisha na maisha kuwa mamilioni ya watu mbali na eneo la vita. Tanzania kama nchi inayotegemea kuagiza mafuta na inayo akiba kubwa ya gesi asilia, inapaswa kutumia wakati huu kufikiria hatua za muda mrefu, ikiwemo kuongeza matumizi ya gesi katika usafiri, kuimarisha nishati mbadala kama umeme wa jua, mgao, gesi na umeme wa maji, kuwa na hifadhi ya kimkakati ya mafuta ili kushindwa kwa mgema kama ule wa Hormuz. Hii si tu kuepuka athari za sasa, bali ni kujenga uhuru wa kiuchumi katika ulimwengu unaotawaliwa na siasa za nishati. Natumaini umejifunza mengi kupitia makala ya leo. Endelea kufuatilia makala nyingine zinazotolewa na Jicho la Siasa. Mimi ni Samson Bahati. Tukutane wakati mwingine.